Mkoa wa Arusha, kabla ya kunikaribisha, umesema mmeamua kufanya tathmini ya namna gani mtatumia nafasi mliopewa na serikali kutumia viwanja hivi vya maonyesho ya Nane Nane kama ni kituo mahususi cha kuhakikisha teknolojia zinazoletwa hapa na kazi zinazofanywa katika kituo hiki zinaendana na matakwa ya serikali ya kuanzisha uwanja huu wa Nane Nane. Ninakupongeza, ni azma nzuri, ninawatakia kila la heri. Lakini vile vile sekta ya kilimo ambayo ndio azma ya maonyesho ya Nane Nane hapa, inakadiriwa kuwa ina uwezo wa kutoa ajira kwa vijana hawa kwa 60.7 kwa nguvu kazi yote ambayo tuko nayo nchini. Lakini sekta isiyo rasmi ina uwezo wa kutoa ajira kwa 18.6 na sekta rasmi inaajiri 13% tu ya nguvu kazi yote tulionayo katika nchi yetu. Na sekta nyingine za kawaida sana kama za uchumi wa kaya zinaajiri 7.7 ya nguvu kazi yote tulionayo. Hali hii inaonyesha na kudhihirisha kwamba kilimo kina mchango mkubwa sana katika kutatua tatizo la ajira kwa vijana na Watanzania wengi katika nchi yetu ya Tanzania. Na tunaposema kilimo, tunazungumzia kilimo, tunazungumzia ufugaji, tunazungumzia na uvuvi. Kwa hiyo maonyesho haya ni maonyesho yanayotakiwa kubeba chachu ya kuleta mabadiliko ya maendeleo kwenye sekta ya ajira kwa Watanzania. Nilikuwa nazungumza na waheshimiwa wakuu wa mikoa. Hivi kila mwaka tunapokuja, na TASO ilikuwa inatuongoza, tunakutana Nane Nane Arusha tukiwa na teknolojia mbalimbali zinazoweza kuboresha kilimo, zinazoweza kuboresha ufugaji, zinazoweza kuboresha uvuvi. Mara baada ya maonyesho ya Nane Nane, nini kinachofuata kubadilisha mitazamo na fikra za vijana na wakulima katika maeneo yetu ya vijijini? Hivi teknolojia hizi ambazo tunazishuhudia kwenye viwanja hivi vya Nane Nane, tunaporudi kwenye maeneo yetu ya vijijini, ni kweli teknolojia hizi tunazikuta zinafanyiwa kazi huko? Hilo ndio swali la msingi la kujiuliza. Ninaamini waheshimiwa wakuu wa mikoa, baada sasa ya kukabidhiwa jukumu hili la maonyesho ya Nane Nane, pamoja na serikali yetu, tufanye mabadiliko ya kuhuisha yale yote mazuri yanayopatikana katika maonyesho haya, yaende sasa yakafanya kwa vitendo kwa wananchi wetu kwenye halmashauri zetu na vijiji vyetu, ili kuleta mabadiliko ya kiuchumi, mabadiliko katika sekta hizo za kilimo, uvuvi na ufugaji. Lakini tutumie mabadiliko ya teknolojia hizi kusaidia kutengeneza ajira, na hasa kwa kundi hili la vijana ambao ni 56% ya nguvu kazi yote tulionayo kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema zalisha kwa tija mazao na bidhaa za kilimo, mifugo na uvuvi ili kufikia uchumi wa kati. Sasa kauli mbiu hii iendane na utekelezaji halisi. Nilikuwa naongea na Mheshimiwa Bendera, Dr. Bendera, mkuu wa mkoa wa Manyara. Anasema inawezekana. Tunao vijana wengi wanashinda kwenye vijiwe, hawana kazi za kufanya. Na sio kwamba hawana kazi za kufanya, ni wamekosa kusaidiwa kubadilisha mtizamo wao wa maisha ili wajue nini wanachotakiwa kufanya ili kuchangia katika uchumi wa nchi yetu tuweze kufika kwenye pato hilo la kati. Tumetembelea mabanda ya halmashauri, tumekuta teknolojia ya ufugaji wa samaki ambao mtaji wake ni hela kidogo tu. Ukipata 700,000, kikundi cha vijana kinaweza kikafuga samaki wa kutosha na kikaondokana na tabia ya kupoteza muda kwenye vijiwe bila kuwa na shughuli maalum.
Tuna mfuko wa maendeleo ya vijana kwenye halmashauri. Ofisi ya Waziri Mkuu ina mfuko wa vijana. Tuna mfuko wa maendeleo ya kina mama. Mifuko hiyo kama itatumika vizuri, ina uwezo wa kuleta mabadiliko makubwa sana ya kiuchumi kwa vikundi vya kina mama na vikundi vya vijana kwa kutumia teknolojia ambazo tumeziona katika maonyesho haya ya Nane Nane. Nitoe wito na kuwaomba sana viongozi wote, maonyesho haya na hizi programu ambazo tunazionyesha zinazoonyesha uhalisia wa ujuzi katika kilimo, mifugo, lakini vile vile na uvuvi. Teknolojia hizi ni muhimu zikabadilisha maisha ya Watanzania katika maeneo yetu, kwenye wilaya zetu, kwenye vijiji vyetu, kwenye kata yetu. Naomba kuwakumbusha waheshimiwa wakuu wa mikoa, ofisi ya Waziri Mkuu imeshatoa agizo. Tumeamua pia kuwaendeleza vijana wa Tanzania kwenye programu maalum ya kutumia greenhouse kwa ajili ya kuzalisha mimea ya mashamba kwa tija. Ninaomba tushirikiane. Tumejifunza, tumeenda Taha pale kwenye banda la Taha, tumekuta uwezo wa kuzalisha kwa kutumia greenhouse unaweza ukatoa matunda bora na ukawasaidia sana vijana wetu kujiajiri na wakapata fedha ya kuwafanya waondokane na tabia ya kuto kujishughulisha kujenga uchumi wao na uchumi wa taifa letu. Niombe kutoa rai kuwa kauli mbiu hii na maarifa yatakayopatikana katika siku hizi 13 hapa katika viwanja vya Nane Nane, kila kiongozi aliyekuja hapa aone ana wajibu na jukumu la kujulisha maarifa haya kwa Watanzania na hasa vijana na akina mama wa makundi yote ambao tumewaacha katika maeneo yetu ya kazi. Arusha oye! Maonyesho ya Nane Nane oye! Lengo la serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli imelenga kuwainua wakulima kwa kuhakikisha kuwa wanapata masoko ya uhakika ya mazao yao kupitia viwanda vinavyojengwa nchini ili viweze kupata malighafi inayochakatwa kwa kupatikana kutoka katika mazao na kuongeza thamani na kuuza nje ya nchi yetu ya Tanzania, na viwanda hivyo kutumia malighafi kutoka katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa kufanya hivyo, tutaendelea kuwawezesha wakulima wetu kupata tija katika kilimo na tutavutia wawekezaji wengi katika viwanda kwenye maeneo yetu ya mikoa na hasa katika kanda yetu ya kaskazini, na tutakuwa na uhakika wa kupata bidhaa bora ndani ya mikoa yetu, ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini vile vile tutaweza kusafirisha bidhaa bora kutoka ndani ya kanda yetu ya kaskazini kwa kupata masoko yenye uhakika nje ya nchi yetu ya Tanzania. Na mwisho wa siku, mikoa hii ya kanda ya kaskazini inao uwezo wa kupiga hatua kubwa sana sana za kiuchumi. Tumejidhihirishia hapa, mikoa hii ni maarufu kwa ufugaji, lakini mikoa hii ni maarufu pia kwa kilimo. Kwa hiyo tuna kila hali na uhakika kwamba tukijipanga vizuri, tunao uwezo wa kuongeza tija ya thamani ya mazao yanayolimwa katika mikoa ya kanda ya kaskazini na kuwafanya wananchi wa mikoa hii mitatu wakanufaika na kilimo chao, wakanufaika na ufugaji na uvuvi, na hivyo basi mazao wanayoyalima, kufuga na uvuvi ukawa na tija kwa uchumi wao na uchumi wa taifa letu. Pamoja na mafanikio yanayopatikana kutokana na maonyesho haya Nane Nane, nimejulishwa kwamba kuna changamoto ya uchukuaji na urejeshaji wa matumizi ya teknolojia kama nilivyosema pale mwanzo. Hivyo basi maonyesho haya yanaonekana hayana mchango wowote wa kubadilisha mfumo na maisha ya Watanzania wakulima katika maeneo yetu. Niendelee kuwaomba Watanzania waendelee kutembelea mabanda yetu na hasa wananchi wa mikoa hii ya kaskazini
wajifunze hizi teknolojia ambazo zimeletwa. Niwaombe taasisi za serikali na taasisi binafsi ambazo zimepata nafasi ya kuleta maonyesho haya katika viwanja hivi vya Nane Nane Arusha kutengeneza vituo mbalimbali ambavyo wananchi wetu wanaweza kufikia teknolojia zao kwa urahisi zaidi. Tunaweza kushirikiana na wakurugenzi wetu wa halmashauri na viongozi wetu wengine katika ngazi za wilaya, waheshimiwa wakuu wa wilaya, tukafungua vituo ambavyo vitaonyesha uhalisia wa teknolojia hizi bora za kuboresha bidhaa zetu kutokana na kilimo, uvuvi na mifugo, na hivyo basi kuzifanya bidhaa hizi za kiteknolojia ziweze kuwafikia wananchi wengi katika maeneo mbalimbali kwenye mikoa yetu hii mitatu. Niwaombe sana viongozi wenzangu na hasa waheshimiwa wakuu wa mikoa wa kanda hii kuzisimamia halmashauri zetu kwa dhati, kuhakikisha wanatoa huduma stahiki za ugani katika kuwahudumia na kuwajengea uwezo wa wakulima na wafugaji, ili waweze kufikia dhamira ya kuongeza uzalishaji, kuongeza thamani ya mazao yao na kuongeza mapato ya familia zao. Na nishauri tu waheshimiwa wakuu wa mikoa, tutakapokutana tena mwakani Nane Nane, nadhani mkeweka utaratibu wa kila halmashauri ionyeshe inakuja na teknolojia gani mpya kutoka kwa wakulima ambayo ilipatikana katika maonyesho ya Nane Nane ya mwaka huu. Kwa hiyo tukikutana maonyesho ya Nane Nane mwakani, kila halmashauri ionyeshe imeweza kubadilishaje wakulima wake kwa kununua teknolojia mpya kutoka kwenye maonyesho haya. Tukiwasimamia viongozi wetu vizuri, kwa pamoja ninaamini tunaweza. Waheshimiwa wabunge wenzangu, tukasaidiane kwenye halmashauri zetu, tuwasimamie watendaji wa halmashauri. Isiyo watendaji wa halmashauri wanakuja kwenye maonyesho haya, lakini wanaporudi kwenye halmashauri zetu, haya maonyesho na teknolojia zilizopatikana hapa wanaziacha hapa hapa Arusha. Hapana, turudi nazo tukawafundisha wakulima. Watakapokuja mwakani, tunakuja na wakulima ambao wamekuja na jambo jipya walilojifunza kutokana na maonyesho ya Nane Nane ya mwaka huu. Kwa hiyo wenyeviti wa halmashauri, mamea na mamlaka za serikali za mitaa, tukishirikiana kwa pamoja, tunaweza kubadilisha mfumo wa uendeshaji, uzalishaji wa kilimo na mifugo kwenye maeneo yetu, na tunaweza kabisa kuwasaidia wakulima wetu wakazalisha kwa kutumia teknolojia nyepesi, wakaongeza tija na wakaongeza thamani ya mazao kwa kuzingatia ni namna gani tunawasaidia kujipanga sawasawa ili kuweka mabadiliko. Kwa hiyo twendeni tukasimamie mipango mizuri ambayo itawasaidia wakulima na wafugaji katika maeneo yetu. Nane Nane oye! Arusha oye! Niombe sana ndugu zangu, tumeambiwa hapa na tumeona kwamba bado tuna changamoto ya wawekezaji na wajasiriamali kukosa maeneo maalum ya uwekezaji wa biashara zao, na hivyo kukosa maeneo maalum wanayoweza kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya kuwezesha kuongeza thamani ya mazao yao. Serikali imekwisha kutoa maagizo kwa halmashauri zote kuhakikisha inatenga maeneo kwa ajili ya viwanda vidogo vidogo, kwa ajili ya biashara ndogo ndogo za kuwasaidia wajasiriamali wetu, wakulima na hata wafugaji, ili kuweza kupata maeneo ya kufanyia shughuli zao. Na vile vile tuendelee kuwasaidia wajasiriamali wetu na wakulima wetu kushiriki katika makongamano mbalimbali katika vikundi vyao, ili waweze kupata elimu na kuweza kuyatumia vizuri maeneo yanayopangwa maalum kwa ajili ya shughuli zao. Kwa hiyo changamoto hiyo serikali ilishaitolea maagizo. Ninaamini viongozi wote tutashirikiana ili kuhakikisha kila halmashauri inatekeleza agizo la serikali la kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za wazalishaji. Bila shaka pia mnatambua kwamba
Pamoja na mambo mengine, ofisi ya Waziri Mkuu inashughulikia tatizo la maafa katika nchi yetu ya Tanzania. Na tatizo la maafa pia linaendana na swala zima la utunzaji wa chakula. Ni sherehe za Nane Nane zinawajumuisha wakulima. Ninawaomba sana wakulima wote tutunze vizuri chakula chetu. Mifumo ya uuzaji wa chakula ndani na nje ya nchi ya Tanzania imewekewa utaratibu mzuri sana na serikali. Kwa hiyo ni lazima kila mtu ajue anao wajibu wa kuhakikisha kwanza tunajitosheleza kichakula ndani ya nchi yetu, na mifumo mingine inayoruhusu uuzaji wa chakula nje ya nchi yetu utatekelezwa kwa kufuata miongozo iliyowekwa na serikali. Kwa hiyo ninaomba niwakumbushe, ndani ya serikali tumekubaliana ni lazima kila mkulima ahakikishe anatunza chakula kwa ajili ya familia yake. Na sasa tunapokwenda, hatupendi kama mvua zimekuwa za kutosha alafu wakulima wakazalisha vizuri, badala ya kutunza chakula wakakitorosha chote na tukaingia kwenye uhaba wa chakula, halitakuwa jambo la kupendeza. Kwa hiyo niwaombe sana kila mtu ajitahidi kutunza chakula kwa ajili ya familia zake, lakini kama serikali ni lazima tuhakikishe nchi haitaingia kwenye uhaba wa chakula. Taratibu nyingine kila mtu atazifuata kwa kuzingatia mifumo iliyowekwa kusudi kila kitu kiende kwa faida, lakini tuzingatie mahitaji pia ya chakula ndani ya nchi yetu ya Tanzania.